Ikiwa leo ni Januari 21, siku ile ya Jumatano, ninakualika katika mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiendelea na somo la 4 la robo hii, tunaenda kuiangazia mada ndogo inayosema nia ya Kristo. Muhammad Ali aliwahi kusema, "Mimi ndiye bora kuliko wote." Mnamo Agosti mwaka 1963, miezi 6 kabla ya kushinda ubingwa wa ndondi wa uzito wa juu duniani. Hata alitoa albamu ya rekodi iliyoitwa "Mimi ndiye bora kuliko wote." Ali bila shaka alikuwa mwanamichezo mashuhuri, lakini hakuwa kielelezo cha kufuata ikiwa mtu anataka nia ya Kristo. Kinyume chake, Yesu hakuwa na dhambi kabisa, ingawa alijaribiwa katika mambo yote sawasawa na sisi. Waebrania 4:15, kamwe hakutenda dhambi hata kwa kuwaza. Hata hivyo, Waebrania 5:8 inaeleza, ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kujisalimisha kwa Yesu kwa mapenzi ya Baba daima kulikuwa kukamilifu. Hakukuwa na wakati alipokataa kujisalimisha, ingawa bila shaka mara nyingi haikuwa rahisi. Soma wa Filipi sura ya 2 aya 5 hadi 8. Kile ambacho wengine wanakiona kama kifungu chenye ujumbe mzito kabisa na kizuri zaidi katika maandiko. Paulo anatuambia nini hapa? Nini maana ya maneno haya? Muhimu zaidi, tunaitumiaje maishani mwetu kanuni iliyoelezewa hapa? Yesu ambaye ni sawa na Mungu, ambaye ni Mungu, hakujivika tu mwili wa kibinadamu, bali akawa mtumwa, doulou, mtumishi, mtumwa. Kisha akajitoa mwenyewe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Mahali pengine, Paulo anasema kwamba alifanywa laana kwa ajili yetu. Wagalatia sura ya 3 aya 13. Mungu, muumbaji wetu, alikufa msalabani ili awe mkombozi wetu pia. Na hilo lilimtaka afanyike laana kwa ajili yetu. Tunaanzaje kuelewa hili linachosema? Zaidi sana, tunafanyaje kile kifungu kinachotuambia tufanye? Na ni kwa kuwa na utayari wa namna ile ile na kujinyenyekeza na kujitoa kafara kwa ajili ya manufaa ya wengine. Katika sehemu nyingine, Yesu alisema, "Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa." Mathayo Mtakatifu sura ya 23 ya 11 na 12. Hili kwa njia nyingi linaakisi kile Paulo alichokuwa anatuambia katika Wafilipi sura ya 2 ya 5 hadi ya 8. Tufanye vile vile. Kwa namna ya wazi na yenye nguvu zaidi, Paulo alikuwa anasema hapa kile alichosema awali kuhusu kutofanya lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Wafilipi sura ya 2 ya 3. Tunapaswa kuitikiaje kile Kristo alichotufanyia kama ilivyoelezewa katika Wafilipi sura ya 2 ya 5 hadi ya 8? Ni mwitikio gani unaweza kuwa wa kufaa au kustahili kile Kristo alichotufanyia? Yumkini zaidi ya kupiga magoti na kuabudu. Kwa nini ni vibaya sana kufikiri kwamba matendo yetu yanaweza kuongezea kile ambacho Kristo tayari ametufanyia? Hii ni Januari 21, siku ya Jumatano, tukijifunza mada isemayo nia ya Kristo. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, pia tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.